Okay, sawa. Nataka kwanza utupitishe kidogo kuhusiana na sanaa yako ya muziki, lini tumeanza mpaka sasa hivi, lakini pia hatua ambazo tumezipiga tunajiona wapi kwa tathmini fupi tu. Na music nilianza kuingia studio 2020. Na nilikuwa Dar es Salaam, ndo harakati zangu zote nilianzia huko, lakini pia nimehamishwa Mwanza, naendelea pia na harakati, lakini naona kabisa mabadiliko ni makubwa. Nashukuru mashabiki wananipokea. Okay. Sitaki kama swali hili liende likakuharibia, lakini ajua upo kwenye hivyo maajiriwa, si ndio bwana eh? Track yako inaitwa Bosi Wako Yupoje, na humo ndani ukisikiliza kuna mambo mengi sana ambayo yameweza kuimbwa. Nataka tu connect, ni maisha yako halisi ama umeona vile ambavyo inatokeaga kwa watu wengine ambao wameajiriwa, au zile ambazo unakuta mtu analalamika kuhusiana na bosi wake na nini ambacho ulikipata ukaona ngoja nije na hichi kitu inaitwa Bosi Wako Yupoje? Unajua bro, unapokuwa msanii unaimba vitu ambavyo viko kwenye jamii. Kwa hiyo kuna baadhi ya brothers, ukienda binti kwa dogo unajaribu kutembea, unamtembelea bro, unakuta yuko kazini, unaona anakuelezea hivi na hivi, unagundua kumbe kuna mabosi wa aina tofauti. Okay. Changamoto gani hasa ambazo umezigundua mpaka ikapelekea ngoja mimi nije na idea hii niichukue nitengenezee kwenye upande wa sanaa, naamini inaweza kuwafikia watu wengi, kwa sababu ukitizama ngoma hata kwenye challenge tu mzee wangu inaondoka. Yaani tukiamua tuipelekee kwenye challenge Bosi Wako Yuko Vipi, yaani tunaondoka nayo. Ndio kama nilivyosema kwamba baada ya kuona kwamba kwenye jamii leo tuzunguka unakuta huyu malalamiko, huyu anasema jamii ukienda sisi anakwambia bosi wangu uko hivi, bora kaja bosi huyu iko hivi na hivi. Kwa hiyo ni changamoto ambazo nimeziona ziko kwenye jamii. So mimi namshukuru Mungu, bosi tunaenda sawa, lakini jamii leo nizunguka nimeona kuna mapungufu. Kwa nikaona hii ni idea ya kipekee na naweza nikafanya kitu hapa. Okay, na ukaamua kuingia studio ukatengeneza kitu. Na nataka kuona wewe umeamua kuja kwa mtindo huu ambao umeutumia kwenye kuimba. Tutakuja tuisikize pia ngoma hapa, na tamani kujua comment zilikuwaje baada ya kuwasikilizisha washikaji namna ambavyo umepita. Wakati unapata comments uliwahakikishiwa kwamba aina style ya muziki ambayo unaifanya inaweza ikakupeleka viral? Kabisa brother. Yaani katika nyimbo zangu ambao nimefanya naona hii imeigusa jamii moja kwa moja kabisa. Hasa kwenye ngoma kuna mstari wangu ambao unasema kuna baadhi ya mabosi mshahara unakuta wanalipa mpaka tarehe 50. Ile kiukweli nimepata comment nyingi sana. Mwingine anakwambia umenizungumzia mimi, mwingine hivi. Na uhakika kabisa mabosi wakisikiliza wengine wenye tabia hizo labda zinaweza kuleta changes. Okay. Haijakuletea shida yoyote umeachia ngoma alafu kama bosi amesikia kijana vipi mbona kama tumeanza kuimbana hivi? Hapana, kama nilivyosema mimi bosi wangu tunaenda sawa, lakini wengine wanasema hii nyimbo mimi nikisikiliza mbele ya bosi wangu itakuwa ni changamoto, lakini mimi nimefanya kwa nia nzuri.